Ni siku nyingine tena, tarehe nyingine tena, muda mwingine tena, tukiwa ndani ya mkoa wa Mbeya, TRA, tukiwa katika zoezi la door to door, mlango kwa mlango, tukiwa tunawatembelea wateja wetu kuweza kufahamu mambo mbalimbali, changamoto zinazowakuta. Ni siku ambayo tunaweza kugundua mambo mengi kabisa, na hapa ni sehemu katika block ya Mwanjelwa, sehemu inaitwa Makunguru. Tumekuja kujionea mambo mbalimbali ambayo wateja wanakutana nayo, mojawapo ikiwa ni kuweza kuwashauri waweze kulipa kodi kwa wakati katika awamu hii ya pili, vile vile kuweza kuchangia mapato ya nchi yao, kwa sababu wanapolipa kodi basi nchi inanufaika. Kwa majina naitwa Adolf Michael Bianda, ni mfanyakazi wa TRA ndani ya mkoa wa Mbeya. Tupo katika zoezi zima la elimu kwa mlipa kodi, ambao tuko mlango kwa mlango ndani ya mkoa wa Mbeya. Dhumuni kubwa la kazi hii ya leo au ya kipindi hiki ni kuweza kuhamasisha wateja wetu juu ya kulipa kodi awamu ya pili, lakini pia kuweza kubaini mambo mbalimbali ambayo walipa kodi walionayo. Maana mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu ni muda muafaka kwa ajili ya makadirio kwa wateja wetu, lakini huwa tunakosa pia nafasi ya kwenda kuwatembelea kwa kipindi hicho husika, na huu ndio muda husika ambao kwetu sisi tunaotumia kuwatembelea wateja mlango kwa mlango, nyumba hadi nyumba, ofisi popote ilipo, ili kuweza kufahamu kama tuliwakadiria juu au tuliwakadiria chini, pia na kuweza kuhamasisha namna gani waweze kulipa kodi. Kodi yetu imekuwa ina faida kubwa zaidi. Ukiangalia kipindi hiki ambacho tumeanza kufanya door to door, mambo mengi sana tumebaini. Mojawapo ikiwa ni wateja wengi zaidi, baada ya mfumo wetu kutengeneza kuweza kuprint wenyewe chini zao, wamekuwa wakitumia nani business kwenda katika taasisi nyingine kuweza kuchukua leseni za biashara. Kwa hiyo mapato mara nyingi huwa pia yanapotea. Linginelo ni kwamba tunahitaji sana kipindi hiki kuweza wateja wetu waweze kulipa kodi kwa wakati, kwa sababu hii ni awamu ya pili ambayo hawamu wanatakiwa waweze wakalipe kodi zao. Wito wangu ni kwamba kila mfanyabiashara anatakiwa ajitahidi sana kuweza kutoa risiti na yule mteja aweze kuomba risiti. Ukifanya hivyo itatusaidia kuweza kuifikisha nchi yetu katika nafasi nzuri na kuanza kujitegemea katika mambo mbalimbali. Maoni yangu kwa serikali, tunaomba wapunguze tozo kwa wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Unakuta mtu ameanza biashara yake bado ni ndogo kabisa, lakini unakuta kodi anazolipa ni kubwa kuliko hata biashara yake anayoingiza kwa siku. Tunashauri wananchi wajitahidi kulipa kodi. Au wafanyabiashara, uwe mdogo uwe mkubwa, unajitahidi tu kulipa kodi kadri ya kiwango chako na biashara yako. Biashara sasa hizi ni ngumu sana. Leo huwezi kusemea kwamba unaweza kupata kiasi fulani afu ikawa iko ni tofauti. Sio kila siku kinapatikana hicho. Kwa hiyo kuna muda mwingine biashara zinakuwa mzuri, muda mwingine biashara zinabana. Ila of course TRA ukija kuambia hivi hauwezi kuelewa kabisa. Nicho ngawa naomba kwamba ni ombi langu kwamba wajaribu kutuelewa, na kama inawezekana kutupunguzia kodi basi wangetupunguzia ili na sisi tuendelee na biashara zetu. Wafanyabiashara kuhusu swala la kutoa risiti, kwa mimi naomba tu wajitahidi waendelee kutoa, kwa sababu ni faida yetu sisi na faida ya nchi, lakini pia na mteja wetu unapokuja kuchukua dawa, jitahidi kudai risiti kwa sababu ni haki yako. Faida za kulipa kodi inasaidia ujenzi, kwa mfano ujenzi wa barabara, mashule, viwanja vya ndege. Kwa mimi naomba walipe kodi kwa wakati, wajitahidi kufuatilia, maana wakifanya kazi vizuri hawatagombana vyovyote na TRA. Kwa hiyo wajitahidi kufuatilia kwa sababu inatusaidia kwenye ujenzi wa nchi yetu wenyewe. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.